Hamjambo. Karibuni tena kwa channel yangu. Leo tuko na somo hili ya kujifunza kukata mkono mmoja, yani one shoulder. Lakini kwenye hii video nitawafundisha kukata aina mbili ya mkono mmoja. Nitawafundisha kukata sleeveless na mkono mmoja kama huu, wa kutoa kabisa. Kwa hivyo hii rinda litakuwa na mkono mmoja, pande moja, na mkono mwingine ina mkono na pia iko na hizo mbawa zinapepea pande moja mpaka chini. Utahitaji mita 2 kama unakata mita, ndio ile pande nyingine yenye mbawa ipepei kubwa. Mimi nilikuwa natumia dera kwa sababu mwenyewe alikuwa ameletea ile dera nitumie. Kwa hivyo nitatumia hili dera. Lakini ukipata kitambaa nunua mita 2.5. Ndio ile mpepeo umwagike mkubwa zaidi. Asanteni. Kama vile mnazoona hapa, nataka kukata huu shona. Kama kawaida natumia dera, nitajaribu kujazilia hapa. Yaani kama nakupa kitambara kiko hapa. Alafu nitashuka na inchi moja. Alafu nitakuja nichukue vipimo vya bega. Nichukue vipimo vya bega, hapa bega yake ni 16. No, bega yake ni 15, nikaweka 7.5, nikaongeza inchi ya kushonea maeneo haya. Alafu nikachora ile line yangu ya bega. Alafu nikashuka na inchi moja kama kawaida. Kwa sababu hiyo ni mkono mmoja ya kutoa, nikapima inchi 7 kutoka hapa mpaka hapa. Izidi kwa falaki. Si kama ile kawaida. Nilichukua kifua chake nikagawanya mara 6 na sikuongeza 1.5 kwa kuwa kwa pamoja ikae wazi. Alafu hapa nikatoka hapa nikarudi ndani na inchi moja. Kwa sababu ya bega isifunike sana. Kama unatengeneza hivi kwa wazi lazima ndani na inchi moja kwa bega. Sawa, kumbuka ni pande moja ya hapa hivi kwa kifua. Nikaweka vifua vangu kwa kifua cha juu mzunguko ambao 38 nikagawa mara 4 nikapata hapa. Nikatoka hapa nikatafuta kwenye maneno yake iko. Nikapata kwenye maneno iko. Unachukua kifua chake ambao ni 43 unagawa mara 4. Kisha utapata kuongeza moja. Utapata kutoka hapa mpaka hapa kwenye maneno yake iko. Alafu naweka alama, nitaweka kumwanga kwenye maneno yake, nitaweka line hii kwanza. Alafu nikuwe kiuno chake kutoka kwa bega ni 17. Nitaweka line, niweke tunapata za kiuno na nitaweza kushonea. Kama kawaida huko nimeongeza za kushonea. Alafu nitachora line mpaka chini. Kumbuka hizi ziko mara 2 na nimefanya kuchora hivi. Hii nguo inashika mwili, alafu pande moja ina hiyo kwa mfumo kama popo. Sasa nikishapata hizi line nitaweka pini sehemu hizi zote pana ili nitoe kopi pande ile nyingine ninaposhona. Ni sawa? Kwa hivyo pini nishazidunga. Pande moja ya nguo yangu itakuwa na mpasuo ili mtu aweze kutembelea. Nikaweka hapo alama. Alafu nikageuza. Sasa unakumbuka zile pini nilikuwa nimeweka katika zile mistari zenye nilikuwa nimechora. Sasa nafanya kutoa kopi. Nafuatilia pale pini zilikuwa zimepita. Nikichora line ndio nipate muundo wa kufanana kama kule kwingine. Namna hiyo. Nitafuatilia tu zile pini. Kumbuka pande moja ni mkono wa popo. Unaachilia ile masikio. Nitashona kwa juu. Ndio maana natoa. Na pande nyingine ambao hauna mkono wa popo, nitafanya kushona kwa ndani kama vile tunashona tu kawaida. Unaelewa? Hivi ndio nashona. Sasa nikaifungua. Sasa kufikia hapa naonyesha vile inakaa. Unaona nimetoa kopi huku na kule kwingine kuna kopi. Sawa, kufikia hapa kama wewe unataka ule mkono mmoja kuacha bega wazi, sasa tuende tukate. Na kama unataka tu iwe kama sleeveless, utaenda ukate kama vile mara kwanza nimekuonyesha. Ukichukua vipimo vya bega, wingine na inchi moja, vile nimekuonyesha pale mwanzo. Utakata tu kama vile tunakata kawaida. Lakini kama unataka mkono wa popo, utaendeleza hapa sasa na mimi. Sawa? Kwa hivyo unaona hapa ndo nasema
Kama unataka mkono mmoja utakata sehemu hizi, alafu ukate huko, ukate. Alafu utashona kwa hivyo, utakata hivi. Utashona kwa ndani. Pande nyingine utashona hapo kwenye hapo. Si kwenye allowance, utashona hapo, alafu zile mapande itabaki ndo zitakuwa zile marewerewe yake. Sawa. Alafu uchukue line yake ya hapa. Kama mtu ni mbonge, moyo alikuwa mkubwa, kifua cha 43. Nikachukua 9, nikashuka na 9, nikaweka hapo penye ataingizia mkono. Shuka na 9. Kama mtu ni mwembamba si mkubwa, shuka na 7 ama ushuke na 8. Alafu utashona maeneo hayo yanaonyesha. Lakini upande huu mwingine unashona kwa juu. Kwa sababu tunataka zile rewerewe ziachilie hiyo pande nyingine. Acha niwaambie, unaona hii ukiwa na pesa ununue kitambara. Kama wewe ni mtu mdogo ununua mita 2.5. Kama wewe ni mkubwa ununua mita 3.5. Alafu kata hivi vinavyokuonyesha. Itakuwa poa. Hiyo pande moja ya masikio ya kumwagika itamwagika vizuri nyingi. Sasa ndio itakaa vizuri kwa sababu kulingana na ile picha ilinionyesha ilikuwa inapendeza sana, nitawaonyesha. Okay, sasa nikatafuta katikati. Alafu nikaunganisha pale kwa kapa na nikaunganisha hapo. Ile nitoe hiyo sehemu yote kwa sababu mimi sasa sitaki sleeveless. Nataka mkono mmoja. Huu mkono utoke kabisa kwa hakuna mkono. Kwa hivyo nitatoa. Hii ndo naonyesha nataka kuigiza. So naona vile inakaa huu mkono mmoja. Alafu una rewerewe zake huko kando ni kubwa. Okay. Nitafanya hivi. Tachora line mpaka hapo kwa shingo. Alafu nikate. Kumbuka ukikata songa juu na nusu inchi kwa ajili ya kushonea. Maana hapo kwa shingo utakunja kidogo ama uweke binding. Unaweza weka binding. Binding ni nzuri kabisa. Alafu utakata hivi kule kwenye allowance zako. Alafu niliweka allowance inchi 1.5. Ni kubwa, unaweza weka inchi 1 kama nguo inavutika kama hii. Na ukitaka kushona mshono utoke vizuri, tumia vitambara vyenye vinavutika. Usitumie vitambara kama kitenge, vitu vigumu. Tumia kama material kama hizi za dera, material zinazovutika. Alafu hizo nyepesi ndio italeta ile look vizuri. Okay. Sasa vile nitafanya hapa najaribu kueleza, nitaenda nikunje hivi. Mara moja alafu mara 2. Lakini mimi nilienda nikakunja, lakini afadhali ningeweka facing. Ni wewe nenda ukaweke facing tafadhali. Aya, unaona hapa? Sasa nataka kubana hapa kwa kifua ndio ile kwa hapa ile titi lisionekane. Sababu hicho kitambara cha kuvutika, nilichukua vipimo vyangu huko juu ya kifua, si kwa chuchu sasa. Juu ya kifua kabisa kule kwenye hakuna chuchu, kule kidogo kule kujuu. Nikachukua mzunguko wake wa huyu nikapata 34. Kumbuka kwa chuchu yake ukichukua mzunguko wa hapo kwa manyonyo yake kwa chuchu ni 38. Ya juu ya chuchu sasa mzunguko hapo kwa kifua ni 34. Kwa hivyo nikafanya hesabu, nikatoa, nikaondoa, nikapata kulikuwa kuna kipande kilikuwa nataka kifinywe cha kama inchi 1 hivi. Unaona sasa hapo nimeingia ndani ndo nibane huku juu. Akivaa lisipanue mdomo. Kwa sababu mkono mmoja huu nataka umakini kwa sababu unaweza acha mtu wazi akaonekana mwili wake. Sasa nikarekebisha hapo, nikarekebisha ile inchi 1.5 kama vile ninavyoonyesha. Alafu nikisharekebisha huko naja pande nyingine pia nabana hivyo. Sawa, nafanya hesabu zake, naondoa nini katika 48, 34 ukiondoa unabaki na 4. Hizo 4 unagawanya mara 2, unapata ni 1 huku 1 huku kama hivi vile nafanya na ibana hapo kwa kifua. Bana tu hapo kwa kifua. Alafu naregesha zile allowances vile zinatakana zikue kwa maana ndio nitapigilia hapo juu. Pande hii nyingine nashona kwa juu na gongelea hapo juu. Alafu nashuka na inchi 9 yangu na gongelea tena hapo hivyo. Sasa kuanzia hapo ndo nitashona nikienda hivyo. Sawa? Hii sitatumia, natumia hiyo nyingine. Okay, natumani mmeelewa wapenzi. Kama mmeelewa na mnanufaika na haya masomo, tafadhali nipeni like, subscribe na pia mcomment hapo chini niendelee kutoa mafunzo. Niko na slit nimetumia inchi kama 19, ni mrefu huyu.
lazima uweke slit hiyo wapenzi, kwa sababu ya kutembea. Akitembea hivi isimbane, kumbuka nguo inabana mpaka chini. Haya, nitaenda nishone round. Eka binding. Mimi nawaambia tafadhali niweke binding. Sawa. Weke binding. Alafu sasa ukishaweka binding, kuja sasa ushone maeneo hayo. Sawa. Wacha niende nikashone. Hapo utashikilia kwanza ushone mpaka chini. Sawa. Ushone mpaka hapo kwenye slit. Haya. Okay. Alafu kwa kando nitafungua. Niende niachilia hivyo, kwa sababu hii ni dera wao wamemalizia vizuri. Lakini kama nikitambara, fungua ndio weke overlock alafu ugonge mara moja, ama uweke ile super overlock alafu achane nayo, itapendeza hiyo nguo. Okay, wacha niende nikashone alafu nitakuja niwaonyeshe vile mdada alikuwa anakaa. Asanteni sana. Okay, sasa hivi ndivyo amefit. Alikuja akafit mara kwanza, lakini nilirekebisha. Unaona hapo kwenye kifua penye imepita kwa manyonyo uko wazi kidogo. Kwa hivyo nilienda nikabana huko juu ya bega, huko mkono mwingine mwenye ana mkono mmoja nikashika kama inchi 2 huko juu nikaibana, na tena huko kando nikaibana tena na inchi 1 hapo hapo kwa ile kwa hapa. Unaona pale isionekane kama hivyo, ndio pale nilikuwa nawaambia nilijua muweke binding. Sawa, ekeni binding ndio kutakuwa hakutaachilia hivyo. Asanteni.